Kwa kutambua kuwa mawasiliano ni muhimu kwenye mfumo, kwa tuliongeza kipengele cha ile tunaita yani kwamba mawasiliano ya ndani kwa ndani kwenye mfumo. Sawa? Kwa ambacho tunakifanya, unafanyaje? Nakuja kwenye messages hapa. Messages. Sawa? Hapa ndo kuna zile chats za mtu na mtu ambao wapo kwenye mfumo. Sawa? Then hapa tunakuja kwenye groups, kwamba ni magrupu ambayo yapo kwenye mfumo. Sawa? Sasa ngoja tuanze na chats. Sawa? Labda tumtumie ujumbe huyu mtu. Sawa? Hebu tumtumie hello. Hamna shida. So tutabonyeza hapo enter, tumtumie. Sawa? Ujumbe hapo tayari ushamefikia hello, na yeye akiingia kwenye simu yake ataona ujumbe umefikia. Sawa? Hiyo ndio jinsi ambayo tuna chat kama ni kama tu WhatsApp ambayo inafanya kazi. Sawa? Ukitoka huko unaweza ukaja uamue uende kwenye sehemu ya group. Sawa? Lakini hapa nimeficha kusudi tuone kitu gani. Kama tuone kwamba message ya mwisho kuituma ndio hii hapa hello, then nimetumwa ndani few seconds ago. Sawa, na shida. For the same inafanya kazi kwenye group. Naweza kusema kwa sababu hapo unaweza kutengeneza group jipya, labda niseme new, labda nilite afya track. Then nabonyeza tu na create, umeona ishatengenezwa hapo. Nishaketi sasa, naweza nikaamua kuja ku add users kwenye hii group, na bonyeza hapa kwenye add users, then nachagua hapa, nasema labda ngoja ni muadi huyu, so nitamuadi. Naona nasema user added successfully, labda ni muadi mwingine ambaye anahusika peke yake, ni muadi na John. Sawa, so nishamuadi, haina shida. Haya, kwa sasa nikituma ujumbe wote utakuwa unafikia wale wote kwenye ambao kwenye ile group. Naweza nikasema ngoja ni wa remove pia, labda ni remove John. So very easy. Yes, remove. Sawa, kuonyesha remove John. Bali sasa naweza nikaja kuview na ni users ambao wapo, utaona tu ni wawili kwa sababu John tayari remove. Kwa ndivyo mambo ambayo wanafanya kazi. Pia ukishatuma ujumbe unaweza kusema kwamba hello group, hivyo ujumbe unaenda chap unafikia wote. Ni kama tu WhatsApp unafanya kazi.